Fanya nije hapa wala sio taito yangu. Kilichonifanya nije hapa, mimi ni kijana. Lakini la pili, mimi ni mdau wa watu wanaopambana. Kutokana na historia ya maisha yangu. Nikisema niwaambie historia ya maisha yangu hapa, tutamaliza kesho kutwa. Mimi nimepitia ups and downs nyingi sana. Umenielewa? Mimi nimepitia changamoto nyingi sana ambazo mtu asiyenijua hawezi kuelewa. Lakini niwatie moyo kwamba maisha haya, mwenye maamuzi ya mwisho na maisha yako ni Mwenyezi Mungu. Sio mume wako, mke wako, mpenzi wako, mchumba wako. Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwatie moyo vijana wenzangu, tuendelee kupambana. Lakini kingine ninachoweza kuambia, mnatakiwa kumshukuru Mungu sana. Kwa sababu Mungu amewaona vijana, ameona mapambano yenu, ameamua kuwaletea Sigrada Mligo. Lengo ni kuunganisha nguvu. Wala sio lengo ni jingine. Lengo ni kuunganisha nguvu ya vijana katika mkoa wetu na nje ya mkoa wa Njombe. Nitakuwa na maneno machache sana. Kwanza nimshukuru Mungu kwa tukio hili, kwa uzima na maandalizi na kila kitu. Lakini nimshukuru Mungu kufahamiana na huyu kijana asili yetu. Huyu kijana ni miongoni mwa vijana wanaopambana tena katika mazingira magumu sana. Lakini kama alivyosema MC, Mungu anaangalia nia yako. Anaangalia unyenyekevu wako, anaangalia hekima yako. Asili yetu unaishi na kila mtu. Yaani mzee utamheshimu kizeezee, kijana utaenda kijana, maisha ndio yanataka hivyo. Kwa hiyo mimi naungana na MC kwamba asili yetu utafika mbali. Lakini MC amenipa jukumu kwamba ifikapo mwakani nihakikisha unanenepa. Sasa MC mimi naweza nikapambana anenepe, kumbe kuna kabinti kanampa stress. Maana kwa hiyo tutakuwa tunaenda kushoto kulia, au sio? Kwa hiyo jamani, msimpe stress ili nisiwe na kesi ya kwamba kwa nini hajanenepa. MC nakuhakikishia kufikia mwakani atakuwa ameshaanza kunenepa na kitambi. Asante sana. Lakini jambo jingine ambalo nataka kuzungumzia kwa kifupi sana, nimeshazungumza ila naongezea kidogo. Vijana tushikane mikono. Tukio la Juma, sijui la Joni, sijui la Neema, sijui la Ashura, lione kama ni la kwako. Kwa hiyo mimi leo niwapongeze wote mliokuja kumshika mkono asili yetu. Hamtajutia. Hamtajutia. Kwa sababu mimi ninavyojua matukio kama haya yanaongeza connection. Wewe jifungie peke yako nyumbani. Wewe kanisani haupo, kwenye bar haupo, kwenye draft haupo. Wewe michongo utakutana nayo wapi? Unabaki tu ndani umejificha ficha. Kwa hiyo wewe kama kijana hakikisha unajichanganya. Ukifika mahali wanasali baba yetu na wewe umeshapiga magoti baba yetu. Ukifika mahali wanasema mambo vipi, sema mambo vipi. Ukifika mahali wanafanya biashara ya mbao, uliza biashara ya mbao hii inakuwaje. Kwa hiyo kijana, kwa sababu maisha hayana formula, hutakiwi kusimama kwenye mstari mmoja, hutakiwa kujichanganya na kutafuta fursa. Lakini sio tu kutafuta fursa, ni connection. Hii dunia is all about connection. Who knows you? Sometimes unaweza kuwa na hela lakini kama hakuna naye kujua, hujui hiyo hela ufanyie nini. Kwa hiyo vijana tupeane connection. Vijana tupeane network. Mafanikio ya kijana mwenzako uyaone kama ya kwako, kwa sababu akifanikiwa huyo, ipo siku utamuita awe mgeni rasmi kwenye tukio lako. Sasa wote tukiwa maskini, nani atamnunulia bia mwenzake? Nani atamnunulia kimasta mwenzake? Wote mnatia huruma, wote mmechoka. Kwa hiyo tutamani watu wafanikiwe ili tuendelee kupeana connection. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa ujio wenu, lakini nimpongeze asili yetu kwa kuandaa tukio la viwango, tukio dogo lakini la kiwango. Mungu akubariki sana. Haya maisha lazima uyagharamie. Nothing cheap. Yaani hakuna kitu kinachokuja tu. Hata mwanamke mwenyewe ukimuuliza tu leo ukamtaka akakubali, unaanza kuogopa. Inakuwaje hii? Yaani nimemtaka usiku huu tayari amekubali, au sio? Na maisha ndio yako hivyo. Maisha sio mepesi.
Ukishaona umekatisha haraka subiri. Kuna sehemu utalipia. Kwa hiyo maisha is all about struggling na kutoa jasho. Maisha sio mepesi. Kwa hiyo ukishatambua hiyo, lakini pia kuna vijana wengi wanakata tamaa haraka. Niwaambie kitu kimoja. Ukishaona unakata tamaa, kemea hiyo pepo. Kemea kwa jina la Yesu, sema pepo toka kwa jina la Yesu. Kwa sababu tuna vijana wengi wenye maono, tuna vijana wengi wenye akili nyingi, lakini akishastago miaka 2-3 tu amekata tamaa, ameshaamua kuwa mlevi, ameshaamua kuwa mnywaji master. Sasa hiyo ni hatari. Shetani anakuwa amekuini, jana amefanikiwa. Vijana tuache kukata tamaa. Watu tuna miaka 23 sasa hizi kwenye mapambano ndio tunaibuka leo. Imagine. Sasa miaka 3 tu umekata tamaa. Pambania hatima ya maisha yako. Pambania destiny yako. Lakini ninachoweza kuambia kingine, hii dunia hamna mwenyewe. Yaani ukiamua kuwa wewe na utakuwa kweli. Mmenielewa? Mimi sikuwa na connection but I'm here today. No connection, no money. No connection, no money, no title. Kuna muda unaenda site, gari lazima mafuta njiani. Unamtuma bodaboda kwenye kidumu. Bodaboda mwenyewe unamwambia nitakulipa baadaye, kumbe unatarajia usongeshe baadaye ndio umlipe. Kwa hiyo haya mambo yanawezekana ila yanahitaji commitment. Jambo jingine ni watoe hofu. Ni watoe hofu. Mimi ni kiongozi wa wote. Yaani mimi ni kiongozi wa wote. Tena mimi nataka wale ambao wako kwenye mapambano ili niwatie moyo. Nije niwape ushuhuda. Umenielewa? Ukishakuwa mbunge ni mbunge wa wote. Wa dini zote, imani zote, vyama vyote. Achana na mambo ya vyama. Vyama kitu gani? Mimi si kijana mwenzenu au sio? Twende na Sigrada. Achana na mambo ya vipatipati vyama haya yanatuchelewesha. Umenielewa? Wewe muone Sigrada, mchukulie Sigrada kama kijana mpambanaji. Mimi pia ni mfanyabiashara, mjasiriamali. Hawa vijana wananijua. Kwa hiyo twende kwa mlengo huo, tutafanikiwa sana. Mkileta vyama vyenu hivyo, tutashindwa kufanya kazi. Mmenielewa? Jambo jingine, MC una zawadi yako, utawasiliana na kijana wangu, katibu wangu. Huyu katibu wangu huyu. Lakini nimesikiliza watu wa bendi. Mungu awabariki sana, mmenifanyia surprise. Lakini mtawasiliana na katibu wangu kwa ajili ya sare. Mimi nataka muwe na sare. Lakini sekretari wangu huyo, naomba huo mkoba wangu. Jambo jingine, nimesikiliza risala yenu. Nimekutana na changamoto. Asili yetu. Hebu njoo hapa. Bahati nzuri sana. Wewe ni sehemu ya maisha yangu. Fungua huo mkoba, kuna hela kidogo. Wewe ni sehemu ya maisha yangu. Na kama wewe ni sehemu ya maisha yangu, ninapolia tulilia wote. Sasa natabasamu, tunatakiwa kutabasamu wote. Changamoto yako ni ya shilingi milioni 6. Leo tarehe ngapi? Tarehe 6. Milioni 6 tarehe 6. Wewe mjanja. Sasa tarehe 6, ukiongeza kimoja tarehe 15. Tarehe 15 utawasiliana na katibu, utakabidhiwa milioni 5. Kwa sababu changamoto yako ni ya milioni 6, ili tusipate sababu tukio linalokuja usijitetee milioni 1 nakupa leo. Changamoto imeisha au sio? Imeisha. Asante sana. Mungu awabariki sana. Sina maneno mengine zaidi ya kusema sisi ni vijana. Mimi sitaacha kuwaunga mkono wanaopambana katika moyo mtakatifu. Asante sana. Mungu awabariki sana. Kusafirisha abiria kwamba wani kufika kwao, wametoka kwa mkoani wanaenda msibani, wanaenda kwenye sherehe, wanaenda kwenye shida mbalimbali. Akaliona hili, akatufanyia kazi ambayo mpaka sasa hivi tunasafirisha abiria
na kufikisha maeneo salama na mizigo ambayo inatoka kule kwenda Dar es Salaam, na mnavyojua mkoa wa Ludewa ni wakulima. Kwa hiyo hatuwezi kusafirisha mazao yetu kama barabara ikiwa mbovu. Nimesimama hapo, yaani sina cha kumlipa, ila nilikuwa naomba nimlishe keki kwa shilingi 10,000 baada ya kuona sasa hata sisi tunapata fedha ambazo zinaweza kutukizi mahitaji ya nyumbani kwetu. Jamani, mimi ni kondakta wa Ludewa ambao tunaenda Amani Mdindi kwenye kampuni ya Mkombozi. Kama kuna mtu ambao hana kazi anaweza akaja pale akaomba kazi, akaandika barua. Ila sasa andika barua ya kwako, ya mdhamini na ya ofisini ambao unapotoka wewe, ofisi ya mtaa. Karibuni kwenye kampuni yetu Slada. Asante kwa kutekeleza barabara, na sasa hatuna changamoto yoyote. Natumaini huu mwaka hawezi ukaisha tukapita bila shida yoyote. Asante, sina cha kuongeza. Lakini hawa hapa mbele, huyu ni sekretari wangu, lakini huyu ndo katibu wangu. Na naomba utaje namba yako hapa ili watu wakufikie. Unaweza ukapiga kwangu nikawa na mambo mengi, lakini huyu anafikika kirahisi. Taja namba yako. Asante. Namba ya simu ni 06. Okay. Kwa majina naitwa Yohana Ndone, ni katibu wa mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo kama nataka kumfikia mbunge lazima upite kwa katibu. Yeye yuko busy na mambo mengi. Usianze kulaumu kwamba mbunge namtafuta simpati, ana mambo mengi ya kufanya. Kwa ukipita kwangu mimi linamfikia jambo lako vizuri kabisa. Wasiliana na mimi muda wote, jambo lako litafika. 06 21 41 27. Yeye ndo amenifanya nimeijua Njombe. Umezungumzia neno network. Manake ningekuwa sijuani na kaka, nadhani hata wewe tusingefahamiana. Network imetufanya tumefahamiana kama hivyo. Vijana msijifungie ndani, mafanikio hayapo ndani kama alivyosema mbunge. Mimi wakati naingia mtandaoni watu walikuwa wananiuliza unalipwa nini, lakini sasa hizi nina watu wa kutosha mama. Kwa hiyo nashukuru sana. Kuna surprise ambayo wanaenda kukufanyia ni kubwa na utashangaa. Nimkaribishe Mike mkurugenzi. Hii picha mimi na mheshimiwa tumezunguka sana vijijini. Wakati mwingine tulimeenda vijiji sana vya ndani sana, lakini sisi tukaona tuandae picha ya kumbukumbu yake maalum ambayo tulikuwa kwenye kampeni. Kwa hiyo alipigwa picha hii ambayo mnaiona leo. Roho Mtakatifu aliniambia una picha nyingi lakini huna picha kama hii ambayo umehifadhi nyumbani. Kwa hiyo hii ni surprise yetu kukupongeza wakati wa kampeni tulipokuwa tunatembea huko Chaka, ikawe kumbukumbu kwako, na imani inadumu, hata ukiangusha ufanyaje itadumu tu. Asante. Asante sana, nashukuru. Mheshimiwa, sema neno kuhusu hiyo picha. Una kiu ya kusema. Kwanza hii picha alipiga nikiwa na stress sana. Asante, Mungu akubariki mdogo wangu. Wewe ni mdogo wangu. Wewe nakuona ni mdogo wangu. Mimi kwetu ni wa mwisho. Sasa nakuongeza na wewe na yule nani? Na Poison Kwa hiyo na wadogo zangu wawili. Asante sana. Mungu akubariki sana. Jamani tunashukuru sana. Jamani picha ni kumbukumbu. Kumbukumbu kubwa sana wakati wa kuna kitu kingine wanakukabidhi. Yaani leo utaoga zawadi. Lakini siku ya leo ni usiku ambao sisi tumeandaa surprise kwako, na hii kama kutambua mchango wa asili yetu Dreams Night Show. Mhasibu, nitaomba ulisomee. Cheti cha shukrani. Kwa niaba ya uongozi wa Asili Yetu TV, tunatoa cheti hiki kwa Mheshimiwa Sigrada Mligo,
kwa kuthamini na kutambua mchango wako mkubwa kama mgeni rasmi katika usiku wa tukio la Asili Yetu Dreams Night Show uliofanyika tarehe 6 mwezi wa 12 2025 katika ukumbi wa Agreement Hoteli. Tunathamini sana ushirikiano wako na kuhamasisha maendeleo, sanaa na jamii. Imeandaliwa na CEO. Kabidhianeni. Asante. Nashukuru. Picha jamani iwe nzuri. Tunashukuru sana. Ni kumbukumbu tosha kwako. Jamani, makofi na vigelegele jamani. Asante sana. Wakati huo kuna tukio lingine linaendelea. Bunge Sigrada Mligo. Asante kwa kunikaribisha niwe moja ya familia. Nadhani utakuwa umetambua umuhimu wangu na mchango wangu, lakini umeona tabia zangu kwamba huyu nikimkaribisha ninamudu. Kwa hiyo kiufupi unanimudu. Kuna siku moja aliniambia kwamba ukinizingua mimi nakuchana makafu tu. Kitu ambacho naweza kuzungumza kwamba mheshimiwa, na kuahidi sitakuangusha. Ninapokosea nionye, niambie tu kwamba hapa umekosea, lakini pia nikupe nafasi ukiwa na jambo lolote niambie, na sio utafanya kwa shilingi ngapi, nenda kafanye, nitaenda. Lakini pia nizungumze na wasanii, mheshimiwa Bunge, wakati tupo kwenye kampeni iliniuma sana, na mmoja alituma ujumbe leo akasema kwamba wasanii tulioanzisha programu ya kupiga kampeni ya kuto kuhudhuria kwenye kuchanga mchango kwenye pati ya Asili Yetu kimetulamba. Walianzisha huo utaratibu baada ya kuona mimi nina posti sana matukio ya kwako. Walipiga sana vita, na wengine wakasema Asili Yetu ni nani, lazima tumshtaki, ifungiwe channel yake. Mimi nimebarikiwa. Event hii mpaka tulipofikia hapa, michango tumekusanya takribani watu 100 wamelipa $20,000, watu 100 na wapo waliolipa VIP $50,000. Hawanijui wengine wako hapa. Mungu awabariki sana. Hii inaonyesha kwamba ni support, wananiamini. Sasa wewe ukipiga kampeni kwamba tumfungie, Mungu anainua wa kunitukuza zaidi. Kwa hiyo niwaombe wasanii wenzangu kwamba usimpigie vita mtu yoyote. Asante, ubarikiwe sana. Ya nauli na nyingine, ubarikiwe sana. Asante. Asante mheshimiwa. Tano. Asante. Ongeza baba. Ubarikiwe sana mhasibu wa Agreement Hotel. Mungu akubariki sana. Asante mhasibu wangu. Ngoja niwaambie kitu kimoja mhasibu. Kwa hiyo hata mliokuwa mnataka kuifungia event hamkujua mimi nina mhasibu. Michango ambayo imechangwa imetumika leo kuenda kulipa chakula. Sisi ukumbi tulishamalizana muda mrefu. Mhasibu wa Agreement yupo. Unatudai, hutudai. Watu wa muziki tulishamalizana nao, wa bendi tulishamalizana nao, wa mapambo tulishamalizana nao kitambo. Kwa hiyo michango ambayo mmechanga, mtakula, mtakunywa, chakula kiko pale. Vinywaji kila meza, si imeenea? Imeenea. Ubarikiwe sana. Abani chef wanaendelea kutushika mkono. Mheshimiwa Mbunge, lazima niote kitambi kwa staili. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana, naishiwa cha kusema, lakini Mungu awabariki sana sana sana. Na mimi nawaahidi, hii ni event ya pili. Tulianza mwaka jana. Sasa event ya mwakani tunataka tuchome ng'ombe mzima. Yaani ng'ombe mzima tunataka tuangushe. Na mheshimiwa Mbunge, na sitaki unichangie chochote kununua ng'ombe. Tanunua mwenyewe. Hiyo inaondoka
Kwa hiyo tujiandae. Event yetu kila mwaka ni tarehe 1 mwezi wa 11. Mwaka huu tumeshindwa kutokana na hali ya usalama haikuwa rafiki, lakini kila mwaka tarehe 1 mwezi wa 11 event yetu tunafanya. Kwa hiyo mwakani watakaohudhuria, ng'ombe tunaangusha, tunachoma. Sawa eh? Nawapenda sana wadau wa Asili Yetu TV. Mungu awabariki. Nisiwachoshe sana, muda umeenda, lakini najua vinywaji bado viko pale, chakula bado kipo. Tutakula, tutakunywa, tutata